Kweli haya mapya. Sasa sikiliza nikwambie. Hizi habari anatakiwa apewe mume wako mapema sana. Tena haraka iwezekanavyo. Tumwahi kabla hajaenda mjini. Maana alikuwa na safari ya kurudi tena mjini. Istoshi magari sio yanafika hadi hapa. Kijiji chetu sasa kimeendelea. Sio kama zamani. Tukichelewa naye atakuwa ameondoka. Sisi tumeelewana vizuri eh? Ndio. Waswahili wanasema mchelea mwana kulia atalia yeye. Nimekusamehe mwanangu. Asante mama. Mzee wangu, nafikiri mimi na familia yako tulishamalizana kila kitu. Ungetuacha sisi tuende, sidhani kama kuna kitu kilichobaki. Na hata hivyo tunawahi usafiri. Alafu ukiangalia usafiri tunaondoka nao ni usafiri wa muda huo. Kwa hiyo nadhani ungetuacha sisi tuende. Ni kweli. Nakusikia. Umeelewa. Mimi naombi moja tu. Walau dakika 15 ikizidi 20. Twende pale tuongee. Then baada ya hapo harusini mnaondoka. Lakini jambo moja nataka kukumbusheni vijana wangu. Waswahili wana methali wanasema haraka haraka haina baraka. Mimi ni mzee wenu bado. Hata kama alifikia yale alitokea yale na hayo, bado mimi ni mzee wenu kwa nafasi yangu. Uko nataka kukimbilia, ni afadhali uanze kusikiliza kwanza hichi alafu unaweza ukaenda. Wala hakuna shida. Rafiki yangu Mkumbi, wewe unaonaje hili swala? Maana pia muda umetukataa kabisa. Sidhani kama tuna muda wa kuendelea kuwepo huko. Ndio kitu ambacho hata mimi nafikiria, lakini sasa kwa sababu mzee wetu ameshazungumza, basi tutabidi tukamsikilize. Basi sawa mzee, kwa heshima yako, basi naomba twende mara moja ili tuweze kuwahi usafiri tuwahi mjini. Dakika 15 ikizidi 20. Dakika 15. Sawa mzee wangu. Kwa hiyo ni kwako. Ya nyumbani kwangu hakuna shida. Maneno ya kikulacho umenia kweli, watakupenda siku ukiwa nacho, ukiwa huna wanakungonga. Asimwe kipenzi changu, asimwe. Bila kupoteza muda, hawa watu ndio kutoka katika mfumo wa safari. Kwa hiyo nimewaleta hapa tuweze kulizungumzia ili kwa haraka waondoke zao. Hebu waambie, hebu zungumza yote unayojua hapa. Zungumza yote. Zungumza. Mwanangu, haina sababu ya kulia. Machozi hayata kusaidia kitu chochote. Hebu muelezee mumeo kilichotokea kama ambavyo umetuhadithia sisi. Naumia mama. Kuwa kiumbe ambacho hakina hatia. Hata kama mimba ilikuwa sio ya mume wangu Junior. Nini? Nilichokisikia ndivyo kilivyo? Ni ndoto hii? Mwanangu, anachokuhadisia ndicho. Ila ninachokuomba punguza hasira ili upate kusikia ni kitu gani anachotaka kukiongea kwako. Sasa kama ndicho, yani kama nilivyokisikia, mke wangu nimekaa naye miaka mingi, miaka 4 au 5. Sasa inawezekanaje mimba isiwe ya kwangu? Yani inawezekanaje? Yani mke wa kwangu mwenyewe nakaa naye mwenyewe ninamwamini,
itokee mimba isiyo ya kwangu. Inawezekanaje hivi? Unaweza kunielezea katika hili kidogo nikuelewe? Yaani ni wa nani? Tatizo lilianzia pale ulipokuwa unaumwa sana. Pole mwanangu, ndio mwenyewe. Pole mwanangu. Nakuja mwanangu. Shemeji. Vipi habari za majukumu ya kuuguza? Na anaendeleaje rafiki yangu? Maana nimekuja nimuone leo, manake muda kidogo sijamuona. Anaendelea vipi? Kikweli shemeji, hali bado ni sio siri, rafiki yako anaumwa. Mimi najua kwa sababu yule alitolewa hospitali ikiwa hajapona, isipokuwa nadhani gharama za matibabu zilikuwa kubwa kiasi kama familia nasema nikiwemo na mimi tulishindwa. Hivyo basi mpaka dakika hii katika ile 450 nakumbuka, si ndio? Ya 450 ni ishapatikana labda kiasi chochote labda. Yaani shemeji, hela zimechangwa, lakini mpaka sasa ninavyokuambia bado kama 150. 150. Sasa shemeji yangu, naomba nisikilize kwa makini. Mimi nitaamua kulibeba hili jukumu la hiki kiasi cha 150,000 kilichobaki. Mimi nitapambana ili nitoe hiyo pesa. Lakini sasa nikisema nikukopeshe, kiukweli najua uwezo wa kunilipa mimi huna. Hata mumeo ameamka leo amepata nafuu, uwezo wa kunilipa hana. Nasema hivyo kwa sababu nilikuja hapa 2,000 tu ili kushinda. Sasa leo hii 1,500,000 utaitolea wapi? Sasa basi, ngoja nikwambie kitu rahisi sana. Unaonaje? Japo kwa sasa sina mfukoni, lakini mimi mwanamume najua nitaingilia kona gani niipate hiyo 1,500,000. Nikupatie wewe, uongeze katika hicho kiasi ambacho kilichopo ili ipatikane hiyo 4,500,000. Umrudishe rafiki yangu hospitali apate matibabu. Ila sasa tutabadilishana. Mimi nakupa 1,500,000, wewe utanipa penzi. Tunabadilishana, kwa mimi nitakupa 1,500,000, utanipa penzi lako. Sawa? Hicho ndicho ambacho nakihitaji. Unasemaje shemeji? Ni kawaida shemeji, unasituka nini? Ni kawaida. Hivi kumbe mkosa utu kiasi hicho? Kweli? Sikuwahi kuamini. Ina maana unachukulia ugonjwa wa rafiki yako kama kigezo cha kupata penzi kutoka kwangu? Yeah, of course hiyo ni opportunity. Unajua mimi ni muda mrefu sana nilikuwa nakutamani, lakini nitaingia wapi? Kwa sababu unajua rafiki yako yeye kipato chake kilikuwa kikubwa zaidi. Lakini kwa sababu hii imetokea opportunity na mimi nilikuwa nakupenda kwa mrefu, siwezi kuiacha. Siko mbaya, kwani kuna mbaya? Hapana. Ngoja basi, kwani atajua? Ajui. Mkome, sikiza ngwambia. Sitaki. Na tena usije ukarudia tena. Na kama utakuja na maneno hayo, huu mlango uchukulie kama mlango wa kuzimu. Sawa shemeji. Sawa, sikiliza. Haina shaka, haina taabu. Wewe ukishaona kwamba umepambana na umeona sasa umefika mwisho wa mumeo kuteseka, utanitafuta. Sawa? Nitapambana vyovyote nitakapopambana, nitapata pesa kumtibia mume wangu. Naomba uende. Sawa? Asimwe
nisaidie kwa namna yote ile. Basi Mungu nitatafuta. Kuna mtu mmoja tu ambaye anaweza kutusaidia. Nani rafiki yangu Mr. Mkumbi. Mungu. Unaokaa kweli Mkumbi anaweza kutusaidia? Ndio. Namwamini. Basi tulia. Tulia basi nitamtafuta. Kutokana na urafiki wenu wewe na Mkumbi, lakini pia uliweka imani kubwa sana kwa Mkumbi kwamba atakusaidia. Mimi sikutarajia kama Mkumbi angenitamkia maneno yale. Lakini mimi nilikataa maneno ya Mkumbi kutokana nilikuwa na matarajio ya kwenye kikao ambacho tulitakiwa tukae ili kuongeza hela uliokuwa inatakiwa. Lakini matokeo yake kwenye kikao hakuna hela yoyote iliyochangwa. Ndipo nilipoamua kufanya maamuzi yalopelekea mpaka leo nimekuwa kwenye matatizo haya. Shemeji. Karibu sana shemeji. Yaani mpaka hapa naamini kabisa kwamba unampenda sana mume. Na bila shaka yale tuliyozungumza kwenye simu ndio ambayo ngoja kuyatekeleza, si ndio? Lakini si unanipa sasa hivi langu. Mzigo upo, utapata, haina shida. Welcome. Ina maana yani unataka kumaanisha mimba hile ilikuwa ni ya Mr. Mkumbi. Mr. Mkumbi, nimeishi na wewe kama ndugu kwa miaka mingi tu pale mjini, wakati tukiwa tunafanya kazi pamoja. Tumekuja wote huku kijijini tukiwa pamoja, tunafanya kazi pamoja. Unakuja mpaka shambani kwangu, tunapigia story. Yaani ukatumia advantage ya mimi kulala kitandani kumfanya mke wangu kama ndio mke wako sasa. Yaani umejimilikisha, si ndio? Lakini Junior, unaongea nini wewe? Unaweza kuongea nini sasa hivi? Kwa hiyo ulichofanya unaweza kuongea nini mpaka wakati huu? Umejimilikisha, si ndio? Ukajibebesha. Ukaona kwamba sasa hivi naye anafaa kwako pia, si sawa? Wazee wangu, maamuzi ninayokwenda kuyachukua sasa hivi ninaomba yasingiliwe na mtu yeyote. Naomba mniachie kabisa. Maana maumivu ninayopata mimi ndio ninayajua. Naomba mniachie kabisa. Mkumbi. Lakini mimi nisikilize kwanza, usiongee chochote. Unajitetea nini hapa? Kuanzia sasa hivi ukiona tena isura usitambue. Kuanzia dakika ninapoongea na mimi na wewe tumemalizana. Siwezi kuwa na rafiki mnafiki wa namna hiyo ambao unaweza kuniingia mpaka maungoni kiasi hicho. Hapana. Hivi ninavyoongea na wewe hapa dakika hii, yani kufumba na kufumbua, nisione miguu yako hapa. Sasa hivi ondoka, popotea. Mwanangu usifanye hivyo. Popotea, ondoka. Unasema mtu wote asiniingilie, niacheni. Baba, taratibu. Halo. Taratibu baba.
Mzee wangu, kwanza kabisa nina kitu nimejifunza kupitia tukio hili, lakini pia nimegundua kitu kikubwa sana ambacho nilikuwa sikifahamu hapo awali. Nimegundua mke wangu ananipenda sana sana, sio kidogo. Nimegundua kwamba nilikuwa ninafanya maamuzi magumu mno bila kujua kwamba kuna kitu nyuma ambacho nilikuwa sikifahamu kikubwa sana. Mzee wangu, pia ninakushukuru kwa juhudi zako kubwa hata kuweza tena kutufanya tukarudi hapa. Lakini pia nikushukuru sana mama kwa kumtengeneza binti yako vizuri kuwa mtu mwenye upendo na ambaye ana uwezo wa kumthamini mtu kwa kiasi hichi. Asimu, mke wangu, nimetangaza kurejea tena. Ninakupenda. Asante pia kwa kusamini amani, kusamini uzima wangu, kusamini mimi tena kuonekana tena kwamba ninatembea tena kwa miguu yangu na niko mwenye furaha. Na hatimaye sasa tutakwenda kuishi maisha ya amani na furaha kwa sababu pia nimerudishwa kazini. Lakini kubwa zaidi, makosa yote nimeyafuta kwa sababu ulikuwa unapambania uhai wangu. Nakupenda mke wangu. Nakupenda. Nimefurahi sana. Haikuwa rahisi mimi nawe kupata mwana, muepuke ibilisi, penzi tusije litawanya.